Hello my beautiful people, na wasalimia wote ambao mnanisikiliza ama mnaona video hii. Kwa muda huu niko pamoja na Mr. Uhakika. Huyu ni mmoja katika vijana ambao hawawezi kukaa bila kuwaletea vitu vipya. Basi leo nimewaletea kijana mashuhuri sana ambaye anajua kuvaa, anajua kupendeza, mtanashati vile. Ya brother, karibu ndani ya kipindi brother. Asante sana my bro. Moja katika issue ambayo leo tutakayoongelea na issue nzima ambayo inahusiana na swala nzima la uvaaji. Wewe ni mmoja katika vijana ambao wanaovaa vizuri, wanaopendeza, na umeweza kuwashushia baadhi ya vijana mavazi makali wavae wapendeze. Hivi ni idea gani ambayo kuingia mpaka ukaamua moja kwa moja uweze kushushia mambo makali ya namna hii? Mambo makali ya namna hii. Kitu cha kwanza ambacho kilinifanya mimi nikaipenda hii kazi. Cha kwanza napenda kuvaa. Nilianza kujipenda kwanza mimi. Kwa kuwa yani mimi vitu vya mastyle ni vitu ambavyo nilikuwa najisikia mwilini mwangu. Nikawa napenda kuvaa kwanza mimi. Ndio nikawa nimeleta idea kwenye kichwa changu au maishani mwangu kwa na mimi naweza nikafanya business kama hii ya kuvalisha watu. Yes. Umeleta duka lako hapa. Hivi unahisi kwa vijana ambao kwa maeneo ambao upo ndani ya Muyange, katika vijana ambao wako hapa, hivi unahisi wao wote watakuwa na uwezo kabisa wa kuweza kumudu mavazi haya fashion ya gharama? Ndio, wote wataweza kuja hapa kwangu kwa sababu vitu ambavyo nauza hapa dukani kwangu sio kusema eti vyote vina bei moja. Kuna vile ambavyo unakuta vina bei ya chini na vingine unakuta vina bei ya juu. Yaani mtu akija hapa dukani kwangu ananunua kitu kulingana na uwezo wake, kutokana na kitu ambacho anahitaji. Yes. Nikisema Mr. Uhakika, Uhakika ni moja katika majina yako ambao unayo, lakini wengi wanakuzoea kwa jina la Mr. Uhakika. Kwa nini Uhakika lakini? Uhakika. Yaani Uhakika, yani kiufupi Uhakika ni mtu ambaye anafanya vitu vyake kwa uhakika. Yaani vitu anavyovifanya anakuwa na uhakika navyo. Anakuwa anajua kwamba ni mambo ambayo yana uhakika. Yes. Una mpenzi tayari? Ndio, nina mpenzi. Au una mke? Nina mpenzi, bado sina mke mimi. Vijana wengi wa hapa Burundi waga wanaamini kwamba hakuna kijana ambaye anaweza kufanya mambo makubwa kama haya akiwa kama hana demu wa Ulaya ambao wanaosawazisha. Hivi kwako unachukuliaje hilo? Hilo kwangu mimi naweza nikalipinga. Kitu cha kwanza, juhudi na kujituma, bidii ndio inaweza ikakufanya kufikisha kwenye stage ambayo unahitaji. Sio kusema eti yani mtu ambaye anaweza kufanya mambo kama haya kwangu eti anaweza kuwa yupo na demu Ulaya. Hapana, mimi hayo mambo kweli sina. Lakini una ndugu Ulaya mzee. Mimi sina, watu wa Ulaya mimi sina. Kabla ya kuanza mambo haya, ulianza na mtaji wa kiasi gani? Mimi kwanza hapa mimi nilianza na mtaji wa 20M. Milioni 20. Yes. Mpaka sasa hivi umefikia mtaji wa naweza nikasema nimefikia labda tusiliongelee hilo. Lakini kama dati M kitu kama hicho. Kama M fulani hivyo. Nataka nikuulize, wewe ni mmoja katika vijana watanashati. Basi nahisi kwenye mziki unafuatilia sana. Hapo kwenye mziki, hivi msanii gani ambao unasema huyu msanii video zake waga natisha sana, lakini mimi nikishushia mkono wangu nikimvisha anaweza kutisha kinyama zaidi? Ni nani? Mimi kweli kwa upande wangu msanii ambaye namkubali, muda mwingine ambaye napenda hata kusikiliza muziki yake au napenda kuangalia hata video zake, anaitwa Harmonize, Mtanzania, Konde Boy. Basi nimezungumza hivi, msanii gani ambaye ukimvisha wewe basi kwenye video zako unaona anavaa kifara kishamba, lakini ukimvisha endapo akiamua tu kusema umvishe anaweza akatisha kinyama? Ni nani? Mimi tuseme kama kwenye hii nchi hii yetu anaweza nikasema kama Dramati, anavaa kishamba sana. Yaani anavaa kishamba, ndio muda mwingine namuona kama ananunua viatu lakini hajui kuvipangilia. Hajui mpangilio. Nishamuona hata huyu Dogo B1 mwenyewe yeye naweza nikamvisha kabisa akapendeza. Yes. Basi ningeomba basi utucholee ramani moja kwa moja, utucholee ramani ni aje sehemu gani basi ambao unaweza kumpata Mr. Uhakika, kwa sababu hao wote huenda interview nafika mbali, wanaweza akaona interview hii basi wakatamani moja kwa moja uweze kufika dukani kwako na kununua mavazi ama kuamua uwavishe. Wanaweza akakupata wapi? Sawa, yes. Acha nitoe address yangu. Mimi napatikana Muyange. Yani Nyanzarake. Ukija hapa Muyange, ukifika hapa stand kuna gorofa hivi la rangi nyeupe limepakwa marangi nyeupe
Ukiangalia kwa upande wa juu utaona midoli imevishwa manguo kwa ndo, au ukifika tu hapa Buyange sokoni ukiulizia kwa Mr. Uhakika Mastyle hapo ndo naipata faster. Chini juu umevalia ngapi mzee? Mimi hapa chini kiatu nimevalia 250,000. 250,000? Yes. Unyama sana. Uhakika. Suruali 150,000. T-shirt 70,000. Mkanda 15,000. Kofia 35,000. Cheni 20,000. Begi 35. Kupige wote umevalia ngapi mzee? Kupiga wote. Anaweza nikasema kama 500,000 na kitu hivi. 500,000 na kitu. Afu mshua. Afu nachukuliaje watu wengine wanajiita sana watanashati lakini wanavalia vitu vya mtumba? Au unachukuliaje? Lakini kila mtu unakuta kuna mtanashati ambaye yani kila mtu kutokana na mapenzi yake. Kuna mtu anapenda mtumba akiuvaa kweli namchukua kabisa. Na mwingine anapenda mtumba yani anavaa tu ajui yani kuvaa, na wengine unakuta ananua vitu vikali lakini kuvipangilia yani kuvipangilia kuvaa yani kitu cha kwanza kuvaa kupendeza kwanza unavipangilia kwanza. Sio nenda dukani mimi na kitu nachokifanya mimi. Kwa mfano mtu akifika kama hapa dukani kwangu akisema nataka kununua kama kwa mfano kama hichi kiatu Air Max hiyo, namtafutia t-shirt ambayo inaendana na hichi kiatu ili akivaa pendeze, hata mtu akimuona akimuuliza hiyo fashion imetoa wapi, ataje kwa Mr. Uhakika. Yaani tuseme kwa mfano kijana ambaye anaweza akavaa akapendeza, anaweza kuvalia kama kiasi gani cha pesa ili avae apendeze, akiwa amekuja dukani mwako, akiwa amekuja akifika sehemu zingine avimbie watu aseme kama nilivaa unyama. Akija hapa dukani kwangu kuvaa pendezo 3,500 au 4,000 anapendeza. Basi ngoja tuende kufunga kipindi, lakini kabla tujafunga kipindi nahitaji neno moja ambalo utaambia watu ambao kwenda kutazama kwa muda huu. Kitu gani wajifunze kutokea kwako? Kitu gani ambacho wanaweza jifunza kutoka kwangu? Mimi siwezi nikaeleza mambo marefu, lakini cha kwanza nawakaribisha kwenye duka langu. Kingine wajifunze mambo ya kuvaa, mambo ya kupangilia kwanza. Unaona? Yaani mambo ya kupangilia. Kama umeamua leo nataka kutupia kama rangi ya yellow, tafuta kiatu cha yellow, t-shirt, au kama umechukua kiatu cha white, suruali white, angalia atupie kama t-shirt ya black. Ya kitu kama zaidi. Basi nakushukuru sana. Asante sana. Nimeweza kuchimba moja katika sehemu ya Muyange. Umenipokea vyema fresh, tumebonga story. Na kama vijana wengi hapa wamejifunza mambo mengi. Nakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana boss wangu.